mimi niliwaeleza ya kwamba tutaweka mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba tunazalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na nafasi ya ajira haipatikani kiholela. Nafasi ya ajira haipatikani kwa vitimbi na sarakasi na ukabila. Nafasi ya ajira inapatikana kwa mpango. Si namna hiyo? Ndio sababu hiyo niliwaeleza ndugu zetu wa Kenya, tuwe na program ya housing, tuwe na levy ya housing, ndio itusaidie kujenga haya manyumba, kujenga hostels ya vijana wetu wa university na college, na kujenga mashule, na kujenga maneno ya masoko, ili tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inabadilika. Ni kweli ama si kweli, my friends? Leo nikisimama hapa Nairobi, nikisimama hapa Kabete, hii manyumba haikukuweko mwaka moja iliyopita. Hapa tuko na vijana maelfu wanafanya kazi. Tuko na vijana maelfu kama hawa Kenya mzima. Tuko na hii miradi ya ujenzi wa nyumba, ujenzi wa soko, ujenzi wa hostels. Leo tuko na vijana 500,000 kama hawa wanafanya kazi tofauti ya taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Vijana hoye! Mimi nauliza, si hapa tuko na watu walisomea plumbing? Si hapa tuko na watu walisomea electrician? Si hapa tuko watu walisomea mambo ya carpentry na masonry na mambo ya maneno ile ya painting iko hapa? Si namna hiyo? Maneno ya plumbing iko hapa, watu wamesomea. Mimi nauliza nyinyi, bila mjengo kama hii, bila affordable housing, mtu ya plumbing atafanya kazi wapi? Mtu electrician atafanya kazi wapi? Mtu carpenter atafanya kazi wapi? Si lazima tuwe na mradi kama hii, ndio wale wamesomea plumbing, wale wamesomea carpentry, wale wamesomea masonry, maengineer, maarchitect wapate nafasi ya kuendesha maisha yao kwa kupata ajira. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kenya, hii mradi ya affordable housing na markets na hostels iendelee ama isiendelee? Munasema iendelee ama isiendelee? Hebu nione wala anasema iendelee. Sikizeni my friends, sijui kama tunaelewana. Hii Kenya wale wanatupigia makelele, watu wa vitimbi na ukabila na chuki, hatutawajibu. Hii affordable housing itajibu hawa, markets itajibu hawa, hawa vijana walio kazini ndio watawajibu wale. Ati wale wanatuambia ati wanataka hii affordable housing isimamishwe. Mimi nakuuliza wewe kiongozi, watoto wako wako na mahali ya kuishi, wewe uko na chakula, familia yako iko na mahali ya kuishi, unataka hawa watoto wa Wakenya wengine waende wapi ukisema ati hii affordable housing isimamishwe? Wale watu ni mafala si mafala? Ni mafala si mafala? Ama ni aje? Tunaelewana my friends? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, hii kazi ya affordable housing itaendelea for the next 20 years mpaka Kenya ibadilike. Na mambo bado hapa Kenya, munaona sura ya Kenya inaanza kubadilika. Munasema, unasikia? Sikieni bwana. Unajua hiyo Singapore ilikuwa slum kama Kibera. Leo Singapore ni first world. Manyumba iko gorofa 35, 36.
Na hiyo manyumba ya Singapore haikumea, ilijengwa na vijana kama nyinyi. Vile mnavyojenga hapa ndio Singapore walijenga. Tutaingia first world kwa mapenzi ya Mungu. In this generation, Kenya is going to be a first world country. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii manyumba yote tunajenga Kenya, hakuna deni ya mtu tumekopa. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nilisema tutakomesha mambo ya kutafuta madeni kiholela. Tumepunguza mambo ya madeni. Tumehakikisha ya kwamba we are living within our means. Tumeimarisha mambo ya uchumi wa Kenya. Tumepanga elimu ya watoto wetu. Mimi leo naenda kufungua madarasa ya watoto wa Nairobi County. Tumejenga madarasa 314. Wabunge wamejenga madarasa 500 ili tuongeze nafasi ya masomo ya watoto wetu hapa Nairobi County. Nyinyi mnasema tuendelee ama tuendelee, my friends? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee, si namna hiyo? Si nyinyi mnataka kuendelea na kazi? Si mnataka tuendelee na kazi? Tukimaliza hii ujenzi hapa nyuma, unasikia? Hapa nyuma tunaanza phase 2. Na hiyo phase 2, si hii manyumba itakuwa 9 floors. Ile phase 2 tutafanya mara 3, itakuwa 27 floors ya hapo nyuma. Nyinyi mko tayari? Nyinyi mko tayari? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Sikizeni bwana. Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya itabadilishwa na maono. Itabadilishwa na mpango. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa na vitimbi ama chuki ama ukabila. Sisi wote ni ndugu moja. Mimi nataka niwaulize wale wanafanya kazi hapa, si ni vijana wa jamii zote wanafanya kazi hapa? Si mnataka tuungane kama taifa, tuwe jamii moja ya Kenya, tuondoe ukabila, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuwe pamoja? Wangapi wanasema tuungane pamoja jameni? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Yaani kazi iendelee? Yaani kazi iendelee? Ujenzi iendelee? Masomo iendelee? Mnasema tupeleke mambo yetu mpaka first world. So mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Westlands, mimi nikisimama hapa, mimi nafurahi sana kama rais wa nchi hii, kwa sababu Kenya inaanza kubadilika, na inabadilika kwa sababu ya ile mpango tumeweka, mpango ya kuimarisha uchumi, mpango wa kusomesha watoto wetu, mpango wa kuzalisha chakula, mpango wa kuzalisha ajira kama vile tunavyofanya katika hii kiwanja hapa leo, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata riziki. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wao watakuja na ukabila yao, watakuja na sarakazi yao, watakuja na vitimbi, watakuja na Kasongo. Mimi nitakuja na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wamepata kazi hapa affordable housing. Mimi nitakuja na affordable housing. Mimi nitakuja na mambo ya uchumi. Nitakuja na vile tumesomesha watoto wetu. Tutakutana kiwanja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili, watachaguana na watachagua sisi twende mbele pamoja. Vijana hoye! Kabete hoye! Kanairo hoye!
Mnasema tuendelee? Tuko pamoja? Hebu nione wala anasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Basi hapa niko na viongozi wengi, lakini kwanza wacha nimuite Gavana Ray. Wapi ndugu yangu Mheshimiwa Sakaja?